يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء إلى آخر ما قاله الشاعر. Alhamdulillah, jumuiko kama huu na mkusanyiko kama huu na majma' kama haya ambayo yamekusanya sura iliyofanana na mimi mzungumzaji, sura iliyofanana na mimi mzungumzaji ya kiwanafunzi. Tuko wengi sana hapa katika majma' kama haya na mkusanyiko kama huu. Ameashiria Sayyid al-Walid hafidhahullah akituambia kwamba wanafunzi hawa wanatutizama sisi walimu. Ni kweli sisi wanafunzi tunawatizama hawa mashekhe zetu na walimu zetu na wazee wetu. Kusudio ni kwamba sisi tunafundishwa katika kila jambo la kidini, na ndio asili ya dini imetufikia kwa njia ya sanad na kwa njia ya mapokezano na kwa njia ya kufanyiwa talqin, si katika kusoma peke yake bali hata katika matendo. Yametufikia yote haya katika dini kupitia njia ya mapokezi na njia ya kupokezana. Ndio maana tukawaona walimu zetu kama kina Ustadh Shami akisimama akimwachia kipaza sauti kumpa shekhe lake mzazi wake aseme kwamba yeye ndio mwenye kupanga kila kitu. Na ndio mlezi wetu Sayyid al-Walid akawa anatoa mic kumpa amtakaye katika wanafunzi wake kwa sababu ya kutufundisha akhlaq, vipi uhusiano kati ya walimu na wanafunzi unaotakiwa uwe. Ndio maana ustadhi wangu shekhe langu Ustadh Said awe atanipa mimi kwa kusema bikulli adabin wa ihtiram, na ilikuwa hana haja ya kusema hayo. Ilikuwa aseme namsimamisha mdogo wangu mwanafunzi wangu asimame azungumze. Lakini hayo wanayoyafanya yanatakiwa yatoke kwetu yaende kwao kwanza kuliko kutoka kwao kuja kwetu, ambapo wao wanafanya hayo kutufundisha adabu. Machache ambayo nitazungumza. Nimesoma abiyat ya mmoja katika walomsifu Mtume sallallahu alayhi wasallam, Amiru Shuara Ahmad Shauqi, akieleza akhlaqi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akituambia ya man lahu al-akhlaqu ma tahwa al-ula
minha wama yataashaqu al-udhama'u, ewe mwenye akhlaq na tabia ambazo ziko juu sana za kutamaniwa na watu wanaotaka kufikia mambo ya juu. Akhlaqi zinazotamaniwa na watu ambao ni wakubwa, wanatamani kuwa na akhlaqi kama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, zilivyokuwa ni tamu zile akhlaqi zake, zilivyokuwa ni akhlaqi za kuvutia, za kupendeza. Akaeleza mengi yaliyofungamana na akhlaqi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akituambia mbali na akhlaqi ulionayo, akamwambia zanatka fil khuluqil azim shama'ilun. Hii al-khuluqul azim ulopewa na Mola subhanahu wa ta'ala alipokuambia wa innaka la ala khuluqin azim, basi al-khuluqul azim ulionayo Mtume sallallahu alaihi wasallam imepambwa na shamail ulionayo wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, shamail na sifa na akhlaq na mambo mazuri alionayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo yanatamaniwa na mtu anatamani awe nayo. Wale kurama wanatakiwa wawe nayo, wanatamani wawe nayo. Akaendelea kusema fa idha sakhauta balagta biljudil mada, wewe unapotoa ukiwa mkarimu, yani ukifanya ikram, basi unafika upeo katika ikram, hakuna baada yake ikram. Wa fa'alta ma la taf'alu al-anwa'u, na ukafanya mambo ya ikram yasiyoweza kufanywa na mvua yenye neema na kheri nyingi. Mvua inavoleta neema, basi wewe ukarimu wako unafanya mambo yasiyoweza kufanywa na hata mvua ya kheri. Akamwambia wa idha rahimta, na unapohurumia, fa anta ummun au abun, wewe ni baba na mama. Hadhani fi dunya huma arruhamau, kwa sababu hawa wawili ndio katika ulimwengu wenye huruma na sikitiko zaidi kwa watoto wao. Amemfanyia tashbih Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ukarimu wake na huruma yake alionayo na rahma alionayo, ni kama baba na mama kuwafanyia watoto wao. Ustadhi wangu Ustadh Said amekariri mashairi na abiyat ya moja katika wakubwa, Sheikh Muhammad, ambaye ameashiria katika abiyat li fi samai liqasidihi kalam tawil, lakini ulama mazungumzo yao na qasaida ambazo zimetolewa hapa zote, hakuna maneno isipokuwa yana mafundisho. Si maneno tu watu walikuwa hawajielewi wanazungumza nini, ni watu walikuwa wanazungumza kwa dhauq, walikuwa wanazungumza kwa ucha Mungu, walikuwa wanazungumza maneno ya maelekezo katika khairi, walikuwa wanazungumza maneno ya kufundisha adab, walikuwa wanazungumza maneno ya kumkurubisha mtu kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Majalisi yetu kama alivyosema ustadh ni kwamba kwa nini yamebakia kuwa ni majalis ya kupumbaza peke yake bila kufika katika daraja au maksad ya majalisu taskiya, kuliko kuwa yamebakia katika majalisu tasliya. Yani ni majalis ya kupumba. Kupumba ni moja katika kitu kizuri, lakini sio kusudio kubwa ama sio kusudio la mwisho katika vikao vya kheri kama hivi. Kusudio ni mtu kujiweka karibu na Mola subhanahu wa ta'ala. Adab na akhlaq ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maswahaba wanatuambia wakikana Mtume sallallahu alaihi wasallam kaanna ala ruusihim at-tayr, yani watu wanakaa utafikiri juu ya vichwa vyao kuna ndege amekaa, mtu hataki kuinua kichwa chake kwa sababu asije akamuondosha yule ndege aliyekaa kichwani mwake. Hao ni waliokaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam.
basi sisi ikiwa hatukubahatika kukaa na yeye katika jalsa moja, tunapokuwa katika jalsa ya kuelezwa akhlaqi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na jalsa ya kuelezwa shamail na sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunatakiwa tuwe na adab na utulivu na hali ya kuzingatia na kufahamu na kuelewa na kufaidika na hayo tunayoambiwa katika majalisi yetu. Hili halipingani na mtu kutaribika. Katika majalis kama haya watu wamekuwa na sampuli nyingi. Kuna watu wametulia, wamekaa katika hali ya utulivu kwa sababu wanaelewa yanayosomwa, wanayazingatia, wanayadigest, wanayatafuna, wanayatengeneza katika nyoyo zao, zikawadhihirishia maani ya alqurbu min Allah na maani ya alqurbu min Rasulillah, wakawa wanajaribu kujipima hizi akhlaqi zinazoelezwa mimi niko wapi nazo. Yani kuna watu utawaona kwenye jalsa ya maulid wametulia, labda hata unaweza ukamdhania dhana mbaya, huyu ni kama amelazimishwa tu kuja maulidini, hata hayuko kamwe maulidini, hata hajishughulishi na chochote, hatoi kasida, haitiki, hafanyi chochote, lakini huyu mtu yuko katika hali ya utulivu. Ile ndio raha yake, muache katika raha yake akae vile. Na kuna wengine wanatamani na ndimi zao zishiriki katika yanayosomwa. Kutaribika kwao na kusikia ladha kwao ni kuyasoma yale yanayosomwa. Utamwona mtu na yeye yumo katika kusoma qasaid kuanzia mwanzo mpaka mwisho, yule pia muache, yuko katika raha zake. Kuna mwingine anashughulika kupiga tari, lakini moyo wake uko hadhir na mawazo yake yako hadhir, kwa sababu yuko katika ladha ya halali na kitu ambacho kwamba kinamtaribisha na kinamharakisha na kinamfanya ahisi ladha ya kuwa yale anayoyasikia na matari anavyoipiga, basi anaona yuko katika ulimwengu wa raha kwa sababu ya raha ya halali alionayo. Kuna mwingine mwenye kuitikia, anaitikia yawezekana hajui maana ya yale anayoyasoma ya abiyati na qasaid, lakini yale maneno mazuri yamemchangamsha akawa anaitikia. Sasa huyo naye ana namna yake, ima atapiga goti aanze kufanya tamayul, ambayo hili ni jambo ambalo halitakiwi litoke kwenye hali ya yenyewe ikaingia kwenye hali ya kujifanya. Hata huku kupiga magoti kuitikia maulid na hizi abiyat, ikiwa ni wa kujifanya utaharibu. Lakini ikiwa ni kitu ambacho kwamba unakisikia raha na kinakuja yenyewe, basi ukawa unaitikia vile ilivyokuja yenyewe pamoja na kuchunga zile adabu za tamayul, basi utaona kwamba shughuli inaenda vizuri na watu wakasikia raha bila kuharibu nidhamu na kupiga mayoe na makelele. Hayo yote hayamo katika majalis kama haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanafunzi wenzangu, tumeashiriwa hapa kuhusu masala ya adab, na nawaomba radhi. Niliwahi kutamka hapa nikasema tafadhali sisi wanafunzi tuache simu zetu kwa sababu nimeona za tushughulisha sana. Lakini angalia, baada ya simu kuziweka kwenye mifuko yetu, tukaingia katika kuyahisi yale ambayo yametukusanya, hali imekuwa tofauti. Kwa hiyo ni kumaanisha kwamba lau tutajiweka katika hali ya adab, basi tutahisi raha na tutaona kwamba haya mambo kumbe yana raha kiasi gani ya kujikurubisha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mmoja katika, nikimalizia mazungumzo, mmoja katika mashaikh zetu aliwahi kutuambia kuna vitu huwa si haramu mtu kufanya, lakini sisi hatupendelei wanafunzi wetu wafanye. Anasema kubusu mkono wa mwalimu au mtu mzima au sheikh au mtu muhtaram ni kitu ambacho kwamba ni cha sawa, ni cha sunna haswa,
kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akibusiwa na masahaba. Lakini anasema sisi tumewaruhusu muridina wetu, wanafunzi wetu, waje watushike mikono huku wakitubusu na huku wakiambia wenzake piga picha. Anasema hizi si katika akhlaqi zetu sisi wanafunzi na walimu zetu. Unashika mkono wataka kupigwa picha ukiwa unabusu. Picha hiyo kesho inaenda kutumiwa kwa namna nyingine. Angalia hawa wanavyowafanya wanafunzi wao watumwa. Hawa kazi yao ni kuwafanya wanafunzi ni watumwa. La pili anasema hakuna aliyesema hata mmoja kupiga picha kaburini ni makosa. Lakini kuna wengine hawasikii raha na maselfie ya siku hizi. Chembelecho moja anasema salafi alikuwa wakishika makaburi, wakibusu makaburi, huku wakijirikodi, huku wakipiga mapicha. Naam, hatukusema ni haram. Ni mtu anataka ukumbusho, labda kama vile mtu akienda hija anapiga picha na Al-Kaaba kwa mfano. Lakini amesema yametoka katika makasid ya ukumbusho, yameingia katika mambo ya mchezo na kuharibu heshima ya mwenye kuzuriwa na heshima ya wale walioandaa shughuli ya ziara, mpaka watu sasa wanaonekana hao ndio wanaoabudu makaburi. Angalia wanavyofanya. Kwa hivyo wanafunzi wenzangu, walimu wetu wanajaribu kutufundisha sana tena sana akhlaq, na dini yetu ni dini ya akhlaq. Sisi wanafunzi tunatakiwa mapenzi yetu kwa mashehe zetu na heshima yetu kwa dini yetu tuiweke mahala pake. Tusiharibu mambo tukaharibu. Nafikiri haya ni machache katika walo tuashiria mashehe zetu kuzungumza. Tunasisitiza sisi wanafunzi tuwe na adab, tuwe na akhlaq, kwa sababu ndio asli alokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanafunzi tumetoka sehemu mbalimbali, mikoa mbalimbali, kaunti mbalimbali, pamoja na mashehe ambao tumekuja nao hapa. Kila mmoja achukue risala kutoka kwa mashehe zetu. Haya tunazungumza kwa ndimi zao. Tuchukue risala ya adab, tuchukue risala ya akhlaq, tuchukue risala ambayo tunatakiwa tuwe na hudhur katika majalisi yetu. Hatukusema picha ni haramu shekhe. Najua kuna watu washapanga, shekhe huyu leo nimempata nitapiga picha naye, shekhe huyu leo nimempata, marhaban. Lakini mambo ya kurekodiwa na huku ukipigwa hivi ukifanya hivi, hayo yatatuharibia sisi mashekhe, yatawaharibia mashekhe kuonekana kwamba hawa hata hawafundishi watoto wao adabu na wanafunzi wao adabu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awabarikie ammi yetu Haji Ayub na ndugu zake na watoto wao wote walioandaa shughuli kama hii kwa mahala pazuri kama hapa Farasini, huku tukipumbaa na miti na mafarasi na mengineyo. Insha Allah Ta'ala Mwenyezi Mungu awafikie kila la kheri. Wassalamu alaikum wal afwa minkum.